Simulizi ya leo inamhusu binti mrembo wa Kiafrika mwenye asili ya kabila la Khoikhoi aliyebarikiwa zawadi ya kudumu. Alikuwa na kiuno chembamba zaidi ya mwiba wa nyigu. Mungu alimtunuku makalio makubwa, tena yalikuwa manene yaliyojazia. Yalikuwa mapana na marefu sana kurudi nyuma. Yaani yalijazia kweli kweli, yalimvutia kila rijali na shababi kwa jinsi alivyofungasha kama meli ya Mgiriki. Uzuri wake wa Kiafrika na umbo lake la Kibantu lilimpa shida sana utumwani huko Uingereza na Ufaransa. Kwao alipozaliwa, watu walimuona wa kawaida. Ila alipopelekwa utumwani huko kwa wazungu waliopigwa pasi, wanaume na wanawake wa Ulaya waliduaa kila walipomuona. Mungu alimbariki mwonekano mzuri na wa kuvutia, na alikuwa na kila sifa ya kuitwa mke na kuwekwa ndani. Kwa jinsi alivyokuwa na bahati mbaya, mikosi nayo haikumpitia mbali. Alipelekwa utumwani, aliteseka sana, alinyanyaswa na kudhalilishwa vya kutosha na wazungu, ila anabaki kuwa ikoni ya ukombozi wa mwanamke mweusi dhidi ya udhalilishwaji na kudhalauliwa. Huyo ni Sarah Baartman. Awali ya yote, usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata simulizi kwenye channel hii. Simulizi hii napenda iwafikia dada zangu wa Snapchat na Instagram na watu wote wanaopenda kuikataa mili yao, wanaopenda kujitengeneza na kujipa shepo wanazozitaka wao. Sasa sijui Mungu aliwakosea, majibu wanayo wao wenyewe. Ninatamani sana simulizi hii isiwe pendwa kwa vijana wa kiume au wenyewe wanajiita mabaharia, bali iweze kusikilizwa na kutazamwa na kila mwanamke wa Kiafrika, hususan dada zetu wa Kitanzania, ili waweze kujifunza kitu na kupata ujumbe maishani mwao. Simulizi inaanzia kuzaliwa kwake mwanadada huyu wa Khoikhoi nchini Afrika ya Kusini. Binti wa kabila la Khoikhoi aliyestaajabisha bara la Ulaya kwa kiuno chake chembamba na makalio yake makubwa. Aliumbwa, akaumbika, akachongwa, umbo lake likachongeka, akajazwa na akajazika kisawasawa. Yaani alikuwa na makalio makubwa sana, sio kama dada zetu wa siku hizi wanafosi kwa kula madawa ya Kichina na kujidunga masindano yenye madhara na kemikali ambayo yanasababisha kansa muda mwingine. Kiufupi, Sarah Baartman alikuwa na vitu ambavyo mabaharia wengi hivi sasa wanavipenda. Si unajua vitu hivyo anavipenda DJ Choka. Sasa kama Sarah Baartman angekuwepo miaka hii, basi DJ Choka angeuza vitu vyake na mali zake zote ili ampatie Sarah Baartman. Kwa maana DJ Choka anapenda vitu kama vya Sanchoka, na kama Sanchoka mwenyewe anamzuzua, je, sasa Sarah Baartman ambaye ni sawa na wakina Sanchoka wa zama hizi wanne, hapo ingekuwaje? Sarah Baartman alikuwa na umbo kubwa la Kibantu na lenye kuvutia sana. Alikuwa na tanda mkubwa ambapo unaweza ukaweka ndoo na isianguke. Sarah Baartman inakadiriwa alizaliwa mnamo mwaka 1789 mjini Cape Mashariki katika nchi ya Afrika Kusini. Sarah Baartman alikulia katika mazingira magumu sana utotoni. Alifiwa na mama yake akiwa na umri wa miaka miwili tu. Hata hivyo, baba yake naye, ambaye alikuwa ni mwendesha wanyama wa kilimo katika mashamba ya wakoloni wa Kidachi, naye alifariki kwa kuuawa na watu wa jamii ya Bushmen. Sarah Baartman alibaki yatima akiwa binti mdogo sana. Ndugu zake wengine walikuwa ni memba wa kundi la Gonasab la Khoikhoi. Sarah Baartman alikulia katika makuzi ya kabila la Khoikhoi na katika jamii inayotawaliwa na wakoloni, wakiwa kama wafanyakazi wa mkoloni katika mashamba yake. Historia ya Sarah Baartman inakwenda mbali sana na kufikia umri wa miaka 16 ndipo alipoolewa na bwana mmoja aliyekuwa mpiga ngoma maarufu wa kabila lake la Khoikhoi, na waliweza kuruzukiwa kupata mtoto mmoja. Ila huyo mtoto alifariki akiwa bado mdogo sana, siku chache baada ya kuzaliwa. Sarah Baartman kwake dunia ilikuwa ni kama tambala bovu, na alilidekia kwa shida kweli kweli. Alipata pigo lingine la kukaa eda na kuwa mjane akiwa binti mdogo ambaye hajafikisha hata umri wa miaka 20, ambapo mume wake huyo mpiga ngoma aliuawa kikatili na serikali ya mkoloni huko Cape Mashariki. Maisha ya mrembo wa asili wa Kiafrika yalizidi kuyoyoma.
hadi alipouzwa na kuwa mtumwa baada ya kutokea vita kubwa kati ya jamii ya Khoikhoi na Bushmen ambao ndio walikuwa Watwana enzi hizo. Vita ilikuwa kubwa sana hadi wanaume wa jamii ya Khoikhoi wakakimbilia huko milimani, huku wakiwatelekeza watoto na wake zao kupelekwa kwenye biashara ya utumwa. Hapo ndipo Sarah Baartman alipodondokea mikononi mwa Bwana Hendrik Caesar, na kazi yake ya kwanza ilikuwa ni kama beki tatu wa Mama Mwajuma pale. Alifanya kazi zote ambazo wanazozifanya wa beki tatu. Ulivyojiri mwaka 1810, siku ya tarehe 24 ya mwezi Novemba, Sarah Baartman alipelekwa utumwani nchini England mjini London, na hapo haifahamiki kama Sarah Baartman alikwenda Uingereza kwa hiari yake ama alilazimishwa tu, na kuna baadhi ya riwaya zinasema Sarah Baartman alikwenda na alisaini mkataba kwa mikono yake mwenyewe ili akajipatia fedha za majukwani kwa sababu alikuwa na kipaji cha kucheza. Hata hivyo, Sarah Baartman inasemekana alikuwa hajui kusoma wala kuandika. Hivyo hata kama alikubali, basi hakuwa na uelewa na mkataba, ila inavyoonekana familia ya Caesar ilifanya namna ya ulazimishwaji ili wajiingizie fedha. Na hata hivyo makubaliano yalikuwa ni miaka 5 tu, japo muda ulizidi sana. Na kama itakuwa alienda kwa hiari yake, basi labda Sarah Baartman alienda ili kujipatia fedha ili arudi kuikomboa familia yake kutoka kwenye dimbwi la umasikini. Ila kama alikwenda kwa kulazimishwa, basi huo ni unyama na ni utumwa wa kumtumikisha binti wa Kiafrika. Sarah Baartman alisafirishwa kwa njia ya boti akiwa na Bwana Hendrik Caesar hadi utumwani mjini London. Na huko Bwana Hendrik Caesar alimuuza Sarah Baartman kama mtumwa tena ili atumikishwe kinyama, na alimuuza Sarah Baartman kwa mabwana wawili. Alimuuza kwa mdogo wake Bwana Peter Caesar na Bwana William Dunlop. Na mabwana hao walimtumia Sarah Baartman kama kivutio cha kuwapatia fedha, kwa maana walikuwa wakimweka Sarah Baartman uchi na kumuuza kwa kila mwanaume aliyekuwa akitaka kulala naye, na wao walikuwa wanajipatia kipato kikubwa kutokana kwa wanaume matajiri wa mjini London. Bwana Peter Caesar aliweza kufuji mkataba wa ulaghai na uongo eti kwamba Sarah Baartman amekubali kufanya yote hayo anayoyafanya kwa ridhaa yake mwenyewe. Mkataba huo ulionyesha ya kwamba Sarah Baartman amekubaliana na kutenda matendo maovu na kunyanyasika kijinsia, pia kudhalilishwa kama mwanamke na kuvunjiwa hadhi ya mwanamke. Kipindi hiko Ulaya, hasa Uingereza, ilikuwa inaanza taratibu harakati za kupinga utumwa, na ndiyo ikapelekea Bwana Peter Caesar kupelekwa mahakamani, na alipoulizwa shauri la kumfanya mtumwa wa kingono Sarah Baartman. Jambo lililotendeka ni la kusikitisha na halina mashiko na ukweli ndani yake. Mpaka leo hii wanahistoria wanakuna vichwa, wanashindwa kuamini kuwa ni kweli Sarah Baartman kwa miguu yake miwili alisimama kwenye kizimba cha mahakama kupinga shauri linalomhusu juu ya kufanyiwa matendo maovu na kukomesha kufanyiwa biashara ya ngono. Sarah Baartman aliiambia mahakama kuwa aliridhia kwa hiari yake kufanya biashara ya ngono kama mtumwa tu ili ajipatie fedha akaikomboe familia yake masikini iliyopo South Africa. Mwaka 1812, Sarah Baartman alikuwa na ziara ya kuonyesha maungo yake kwa wazungu, tena akiwa uchi kabisa. Alikuwa akipandishwa kwenye steji moja ya kishetani yenye urefu wa mita 1.5 ili aonekane vizuri na kugeuzwa kuwa kama malaya, tena mtumwa wa ngono. Kiukweli hadithi hii inaumiza sana. Mwaka huo wa 1812 alipelekwa huko Ireland, na inasemekana Sarah Baartman alibatizwa alipofika jijini Manchester, na hapo ndipo alipotoka kuitwa Sir T.J. Baartman na kutumia jina la Sarah Baartman. Kinachoniliza mimi na kuufanya moyo wangu kububujikwa na machozi ya damu mpaka hivi sasa ni kwamba dada zetu wakiwa katika ardhi ya Magufuli, ardhi yenye uhuru na amani, lakini wanajilazimisha kwa kuwa watumwa, maana wanapiga picha za utupu, yani sex photos, eti hushindana kubadili location na mavazi yanayouacha wazi maungo yao, kisha wanaposti Instagram na Facebook ili tu wapate likes nyingi na followers. Kiukweli huu ni uenda wazimu uliokithiri na inatakiwa kukemewa na uondoke haraka sana kama ulivyoondoka ugonjwa wa ukoma.
pamoja na kubatizwa na kupewa jina la Sarah Baartman, huku akiliacha jina lake la asili la kabila la Khoikhoi, Sathya Baartman. Lakini pia alibatizwa jina lingine na wazungu, walimuita Hoteta Venus, au mara nyingine wakibadilisha wanamuita Black Venus. Wazungu hawakuwa na haya wala huruma, walimuita jina hilo huku wakimaanisha Mungu wa mapenzi wa Khoikhoi. Kutokana na jinsi walivyokuwa wanajisevia wanavyotaka, walikula wakasaza hadi wakavimbiwa, wakausahau utu na uwepo wa Mwenyezi Mungu. Wakamuita binadamu mwenzao Mungu wa mapenzi kwa kuwa hukidhi mahitaji yao ya kimwili wanavyotaka. Sarah Baartman kwa umbo lake maridhawa na mujarabu kabisa, alibarikiwa makalio yaliyoshiba na yenye nyamanyama. Alikuwa na kiuno mithiri ya nyigu na alikuwa mwenye kuvutia kutokana na kung'ara kwa rangi yake ya kibantu. Wazungu kwa jinsi walivyo walafi, udenda ukawatoka huko Uingereza, wakaamua wamuite tu Mungu wa mapenzi kwa sababu wakibanwa huenda kutimiza haja zao. Baada ya kufanya maonyesho ya mwili wake na kuteswa kingono kwa miaka 4 mfululizo, huku akiwa anazungushwa mitaa na kila chochoro za London pamoja na nchi ya Ireland. Ulipojiri mwaka 1814, aliyekuwa mmiliki wa Sarah Baartman, Bwana William Dunlop, alifariki dunia, na hivyo Sarah Baartman akachukuliwa na bwana mmoja aliyeitwa Henry Taylor, na Henry Taylor alimuuza Sarah Baartman utumwani tena mwaka 1814 huko jijini Paris nchini Ufaransa. Sarah Baartman aliuzwa tena kwa mtaalamu wa wanyama Bwana Reeves, ambaye alikuwa na zuu yake na mtafiti wa masuala ya wanyama, pamoja na Bwana George Cuvier, ambaye yeye alikuwa ni mtaalamu wa anatomy. Bwana Reeves alimtumia Sarah Baartman kama chombo cha biashara. Waswahili husema kilichomponza fisi ni tamaa zake, lakini hawakutosheka, wakaendelea tena kwa kusema mdomo huponza kichwa. Basi kilichomponza binti wa jamii ya Khoikhoi Sarah Baartman ni umbo lake na makalio yake makubwa yaliyojazia nyamanyama. Udenda uliwatoka vibabu vya kizungu kila walipomwona. Kheri asingebarikiwa zawadi ya kudumu kwake, angalau angeipata afueni, angepigwa basi. Kwa maana kila akiuzwa utumwani, yeye majukumu yake ni kufanya biashara haramu ya kuuza mwili kwa vidume vya kizungu, na alikuwa akizalisha fedha nyingi kutoka kwa madoni wa jiji la Paris kwa sababu walikuwa na uchu sana. Bwana Reeves hakutosheka, akakaa akawaza kwa jinsi akili zake zilivyomtuma, akabuni mbinu mpya ya kujipatia kipato. Hakuwa na utu wala huruma kwa binti wa Kiafrika. Kilichokuwa akilini mwake ni mfuko wake unone tu. Bwana Reeves alikuwa anamchukua Sarah Baartman na kumweka wazi katika hall moja lililojulikana kama Egyptian Hall, na kipindi hiko watu walikuwa wanalipa kiingilio kwenda kumtazama Sarah Baartman. Wanawake kwa wanaume walikuwa wakijitokeza kwenda kushangaa maajabu na neema za Mwenyezi Mungu. Maonyesho hayo yalifanyika jijini Paris, na ilikuwa kila mwanaume atakayetamani kumwingilia kingono Sarah Baartman ilikuwa ni ruksa, tena kwa malipo kadhaa ambayo yalikuwa yanakwenda kwa Bwana Reeves. Hata hivyo, mtaalamu huyo wa masuala ya wanyama Bwana Reeves hakuishia kumfanya kuwa mtumwa wa kingono tu. Inasemekana alimbaka Sarah Baartman na ilifikia hatua alimpa ujauzito, lakini inasemekana kwa bahati mbaya huyo mtoto alifariki alipokuwa mdogo. Bwana Reeves hakutosheka kwa kitendo alichokifanya cha kumbaka na kumuuza kwa vibabu vya kizungu, yaani alivurugwa kweli kweli. Akaamua kumfanyia utafiti wa kishenzi, eti walikuwa wanajiuliza ni kwa nini Sarah Baartman alikuwa na makalio makubwa kuliko kawaida. Tena kipindi hiko ulikuwa ni ukingoni wa utawala wa kiongozi wa Ufaransa miaka hiyo, Bwana Napoleon Bonaparte. Waliweza kufanya uchunguzi na kukamilisha uchunguzi huo, ambapo walisema ya kwamba Sarah Baartman ana unasaba na wanyama, akiwa na maanisha ya kwamba Sarah Baartman alikuwa na asili ya mnyama kama nyani na sokwe. Huu ni ujinga sana na upumbavu uliopitiliza. Bwana Reeves aliposema kuwa binti wa Kiafrika Sarah Baartman alikuwa na asili ya mnyama, hiyo si haki, kwa maana kama ni kweli sisi wa Afrika wote tulitokana na viumbe wa jamii ya nyani, mbona leo hii hatushuhudii sokwe wa hifadhi ya Gombe pale Kigoma wakigeuka kuwa binadamu? Au kwa nini nyani wa misitu minene ya Kongo kule wasigeuke kuwa binadamu ili na wenyewe wakaishi mjini Kinshasa wakalicheze ndombolo ya solo? Kiukweli Sarah Baartman alidhalilishwa kingono kwa sababu ya kuwa ni mwanamke. Kibaya zaidi alikuwa ni mtumwa, ila aliteseka,
alidharaulika vibaya zaidi kwa kuwa ni mtu mweusi aliyetoka Afrika, akageuzwa kuwa chombo cha ngono na ATM ya kujipatia fedha. Kwa kitendo alichofanyiwa Mwafrika mwenzetu kimetutukanisha sana na kufananishwa na wanyama jamii ya nyani. Baada ya kufanyiwa mateso mengi na udhalilishwaji uliokithiri na kuvuka mipaka, ulimwathiri sana kisaikolojia mwanadada Sarah Baartman na ikampelekea kuwa ni mtumiaji wa pombe, na alikuwa akijiuza mara moja ili ajikidhi kimaisha, na baadaye alikuwa na hali mbaya sana kiafya. Hali hiyo ikamfanya kupungua na kuzorota mwili wake. Hakika hakuna marefu yasiyo na ncha, na ndivyo wahenga walivyotuambia, binadamu ataishi sana hapa duniani, ila ipo siku isiyo na jina wala sana dakika, mwanadamu ataondoka na kurudi kwa muumba wake. Mnamo siku ya tarehe 29 mwezi Disemba mwaka 1815, Sarah Baartman aliaga dunia. Bwana ametoa na Bwana ametwaa, jina lake lihimidiwe. Sarah Baartman, kifo chake kilizua gumzo na utata katika jiji la Paris nchini Ufaransa. Inasemekana chanzo kilichosababisha kuzorota kiafya ni maambukizi ya ugonjwa wa ngono, kitaalam unaitwa syphilis, na ugonjwa huo ni ugonjwa hatari sana kwa afya za wanawake. Uliweza kumsababishia maumivu ya sehemu za siri. Sarah Baartman, kwa kuwa alitumiwa sana na vibabu vya kizungu, na ikapelekea kushuka kwa maungo yake ya uzazi, kitaalam yanaitwa labia minora. Hii ilikuwa ni dhihaka na fedheha kubwa kwa Sarah Baartman na kwa Waafrika kwa ujumla. Sarah Baartman hakuwa na bahati ya kuwaona tena watu wa kabila lake la Khoikhoi, na ndoto yake ya kujipatia fedha kisha arudi kwao kuisaidia familia yake hakufanikiwa, kwani alifariki ugenini na hakuwahi kupaona tena kwao pale Cape Mashariki chini Afrika ya Kusini. Baada ya kufariki, bado wazungu hawakutosheka kwa unyama waliomfanyia. Hawakutaka kumwacha apumzike, wakazidi kudhihaki na kukejeli mwili wake chini ya mfalme Napoleon Bonaparte. Walivikata viungo vya siri kwenye maiti ya Sarah Baartman na kuvihifadhi katika jumba la makumbusho la Museum National of History jijini Paris nchini Ufaransa, na walipewa kibali halali kabisa na serikali ya bwana Napoleon Bonaparte, na zoezi hilo likafanywa na bwana George Cuvier. Walimkata viungo vya uzazi na kuuchukua ubongo wake, kisha kuvihifadhi katika jagi la maabara, pamoja na kuchukua mifupa yake na kuifanya kuwa chanzo cha mapato katika makumbusho hayo yaliyopo jijini Paris nchini Ufaransa. Dunia ya watu weusi pamoja na bara la Afrika itabaki kumkumbuka shujaa wa ubaguzi wa rangi na mpinga ukoloni Nelson Mandela. Na kipindi Mandela amepata madaraka mwaka 1994, aliwataka Wafaransa waurejeshe mwili wa Sarah Baartman nyumbani kwao. Amri hiyo haikufanikiwa haraka, japo Mandela aliondoka madarakani, ila baada ya miaka 8 mwili wa Sarah Baartman ulirudishwa nyumbani kwao Afrika ya Kusini kwa heshima iliyotukuka ya mwanamama huyo. Mwili huo ulipokelewa na aliyekuwa rais wa Afrika ya Kusini, President Thabo Mbeki, na mwili huo ulipewa heshima zote za mwisho, na hatimaye Sarah Baartman akazikwa kwao maeneo ya Hankey, Cape Mashariki. Na hadi sasa Sarah Baartman ana heshima kubwa sana huko kwao Cape Mashariki, na hata wilaya aliyozaliwa imepewa jina lake la Sarah Baartman, na siku aliyozikwa ni tarehe 9 mwezi Agosti, inaadhimishwa kila mwaka kama siku ya wanawake nchini humo. Kiukweli ninatamani sana Sarah Baartman amke leo hii, japo kwa sekunde chache ashangae mambo yanavyokwenda. Kwa hakika chozi litamtoka kwa heshima kubwa anayopewa kama icon au alama ya mwanamke mweusi wa Kiafrika mwenye heshima kubwa, pamoja na wilaya ya kwao kupewa jina lake la Sarah Baartman. Kitu kingine ambacho ninatamani Sarah Baartman amke akione japo kwa sekunde moja, jinsi wadada wanavyokula mchina na kujidunga masindano ili tu kukosoa uumbaji wa Mwenyezi Mungu, kwa kujiongeza makalio, kisha wanaposti Instagram na Facebook ili tu kujipatia likes nyingi na followers. Ninaamini kwa hili swala litamhuzunisha sana Sarah Baartman, kwa maana yeye kwa makalio yake makubwa aliteseka sana utumwani, alinyanyasika, alidhalilishwa vya kutosha,
leo hii dada zetu wanatafuta makalio makubwa ili wapate followers. Sarah Baartman alikaa uchi kwa kulazimishwa akiwa utumwani na alidhalilishwa kama mnyama kipindi hakuna uhuru akiwa utumwani. Ila leo hii dada zetu wanajilazimisha kuwa watumwa wa ngono wenyewe. Hakika hili ni janga linalohitaji kutokomezwa kabisa. Sarah Baartman, simulizi yake na hadithi zake zitasimuliwa na kuhadithiwa vizazi kwa vizazi na karne kwa karne, kama ambavyo leo hii karne ya 21 tunasimuliana habari zake zilizotokea karne ya 19. Ninachoamini ni kwamba Sarah Baartman atahadithiwa sana tena sana na vizazi vijavyo, na atakuwa ni nembo ya mwanamke halisi mweusi wa Kiafrika katika harakati za kujikomboa kutoka katika utumwa na kudhalilishwa kijinsia. Tutazidi kumwombea Sarah Baartman alale salama katika makazi yake ya milele, ila tusisahau kuwakumbusha na kuwaasa kwa wosia wenye kuumiza na mchungo, japo ni mkweli. Hawa dada zetu wakina Mwajuma Miuno na Feti Mishepu wa Instagram, kujiposti picha za uchi mitandaoni ni kujidhalilisha. Inabidi muache mara moja.